Mbele yenu ni vijana wa chama cha TUCASA Mwalimu Nyerere, vijana ambao wametoa kujifunza mafunzo haya ya SYL, yaani viongozi waandamizi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Mbele yenu hapa tutakuwa na mjadala mfupi kuhusiana na mada ya muziki. Tutaenda kujifunza muziki ni nini, na yupo mtu ambaye anaenda kutupitisha katika swala hili la muziki, naye ni Meshaki Paul Lameck. Karibu Mr. kwa ajili ya kutujuza nini maana ya muziki. Asante. Na nitakwenda moja kwa moja kuzungumzia nini maana ya muziki. Na muziki moja kwa moja una maana kubwa, au tunaweza tukaelezea katika mapana makubwa, ambapo moja kwa moja ukiangalia tafsiri sahihi ya muziki ni mpangilio wa sauti ambazo zimepangiliwa katika mfumo ambao unaleta mantiki na mtiririko ambao unaleta ladha fulani hivi, ambapo katika mtiririko huu au mpangilio huu wa sauti unaweza ukawa ni sauti za wanadamu, lakini pia pia pamoja na matumizi ya vyombo mbalimbali, kwa mfano santuri, kwa mfano zeze, gitaa, kinanda, marimba na vifaa mbalimbali vya muziki, ambavyo hivi kwa ujumla vikiwa vimepigwa na vimepangiliwa katika mpangilio ulio sawia, basi unaleta ladha na unaleta harmony nzuri itakayopelekea au itakayoleta maana ya muziki na ladha ya muziki. Asante sana. Nafikiri tumeona maana ya muziki, lakini pia sambamba na maana ya muziki zipo aina mbalimbali za muziki. Karibu Master Amani kwa ajili ya kutupitisha katika kipande hicho. Asante sana mwenyekiti. Kwa majina ni Emmanuel Samuel Dickson, ni miongoni mwa SYL mafunzoni katika kanisa la Adventista wa Sabato Kigamboni, lakini tawi la Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Asante sana. Labda kwenye kipengele cha aina za muziki umegawanyika katika aina mbalimbali na inategemeana na, tunaweza tukasema, origin au namna ulivyoanzishwa. Kwa mfano, kuna aina ya muziki wa rock, kuna aina ya muziki wa pop, lakini kuna aina ya muziki wa reggae, kuna aina ya muziki wa singeli, lakini kuna bongo flavor. Zote ni aina za muziki ambazo mara kadhaa hupigwa katika nyumba mbalimbali za starehe, lakini muziki huo pia unaweza ukatumika katika shughuli mbalimbali za kijamii na kadhalika. Lakini sana sana tutajikita katika aina ya muziki wa gospel au muziki wa injili, ambazo ndani ya muziki huu ndipo tunapoamini. Kwa hiyo ziko aina mbalimbali za muziki kama nilivyoweza kuziorodhesha. Asante sana. Mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki hewani cha muziki, endelea kusalia hapo, maana Mungu anaenda kukubariki na mada hii itakubariki sana. Ukiachana na aina za muziki tulizojifunza kutoka kwa ndugu yetu hapo, lakini pia lipo kusudi mahususi la muziki. Kwa muziki una kusudi pia. Sasa tuwe makini kumsikiliza na tutagundua kusudi kubwa la muziki. Kusudi la muziki ni pana na utegemeana na muktadha. Kuna muktadha mbalimbali: kijamii, kiroho, kielimu na kiutamaduni. Moja ya makusudi ya muziki ni kuburudisha. Watu wengi hufurahi wakisikiliza muziki na kupata burudani. Pia kuwasilisha hisia au mawasiliano. Watu wengi wasilisha hisia kupitia muziki, lakini pia ni utambulisho wa jamii au tamaduni. Jamii nyingi zinatumia muziki kuwasilisha tamaduni zao. Pia muziki, moja ya kusudi ni kumwabudu Mungu. Watu wasilisha sifa, heshima na mambo mbalimbali kumhusu Mungu kupitia muziki. So muziki unatusaidia kufikisha ujumbe kwa Mwenyezi Mungu. Kuna makusudi mengi, hayo ni moja ya makusudi ya muziki. Asante sana. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Ukiachana na kusudi la muziki, lakini pia ikiwa ni ndani ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato tunajifunza muziki huu,
basi tunaenda kuangazia Biblia inazungumza nini na Biblia inasema nini kuhusiana na swala la hili la muziki. Tutaangalia Biblia ikiwa ndio mwongozo pekee wa kujifunza ndani ya kanisa hili, lakini pia tutaangalia vitabu mbalimbali, roho ya unabii inazungumza nini kuhusiana na swala hili la muziki. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Manyanza Sita Sagati. Ni moja ya vijana wanaochukua mafunzo katika kozi ya SYL. Nitaenda kuzungumzia ni namna gani Biblia imeweza kuelezea swala zima la muziki. Katika Biblia muziki unaelezwa kama ni sehemu ya ibada, kwamba muziki ni sehemu ya ibada kama ibada zingine zilivyo, kama kuna kusali, lakini pia muziki nao ni sehemu ya ibada. Katika kitabu cha Waefeso 5:19 inazungumzia swala zima la kumwabudu Mungu kwa unyenyekevu, tukiwa tunatumia muziki kwa maana ya kwamba tunaelekezwa kwa Mungu mawazo yetu. Lakini pia kitabu cha Zaburi ya 150 inaelezea namna ya kumsifu. Kila kiumbe ambacho kimepewa pumzi ya Mungu kinawiwa kumsifu Mungu kupitia kuimba, ikiwa ni moja ya ibada. Lakini pia katika vitabu vya unabii ambavyo ni nabii wetu Ellen G. White ameeleza katika vitabu mbalimbali kuhusiana na muziki ambao unapaswa kuwa sehemu ya ibada na unaokamilisha ibada. Katika kitabu cha Education kinaelezea kwamba muziki unaweza ukawa ni laana au baraka kulingana na namna ambavyo waumini watakavyoutumia. Hivyo ameshauri kwamba muziki unaopaswa kutumika ni ule ambao unatunyenyekesha kwa Mungu na unapeleka mawazo yetu na kutuunganisha pamoja na Mungu ili kukamilisha ibada iliyo sahihi. Lakini pia kitabu cha Evangelism kimezungumzia namna kwamba muziki ambao unapelekea kuchochea hisia ambazo zinatuondoa katika uwepo wa ibada, huu muziki haupaswi kuwa sehemu ya ibada. Hivyo Ellen G. White kama nabii ambaye aliagizwa na Mungu ameshauri kwamba muziki ya aina hii haifai kabisa kutumika katika ibada, kwa sababu pindi inapotumika tu katika ibada inaweza kuondoa na kutoa waumini katika uwepo wa ibada. Na hivyo malaika na Mungu anapokuja kwa ajili ya kuwatakasa watu wake na anapokuta aina hii ya muziki hawezi kushuka na kuleta utukufu wake. Hivyo ndivyo ambavyo baadhi ya vitabu vya Ellen G. White, vipo vingi ambavyo vinaelezea muziki, lakini hivyo ni baadhi tu. Mungu awabariki. Asante sana kaka Manyanza. Ukiachana na Biblia inazungumza nini kuhusiana na muziki na roho ya unabii, lakini pia tumejifunza kwamba muziki ni ibada. Kumbe tunaenda kuangazia kwa wakati huu kwa dakika chache uhusiano uliopo kati ya muziki na ibada. Okay, asante mwenyekiti na kushukuru kwa nafasi. Ninaitwa Petro Joshua, ni miongoni mwa wanakozi. Tumeangazia katika aina ya muziki, lakini pia sasa tunaenda kuangalia uhusiano uliopo kati ya muziki na ibada. Na ibada waga inaundwa na vitu vikuu vinne. Kitu cha kwanza ni huduma kuu au neno. Lakini kitu cha pili ni maombi, kitu cha tatu sadaka, na kitu cha nne ni muziki au sifa. Na mara nyingi ibada zetu zinabebwa na sifa kwa sehemu kubwa, asubuhi, mchana, hata jioni. Na hivyo muziki ni chombo kikuu sana katika ibada zetu, na hivyo
muziki ambao unatakiwa kutumika kwenye ibada zetu. Tunashauriwa kwamba kama ilivyo kusudi Mungu alivyotupatia muziki kama zawadi, hivyo tutumie muziki kumwabudu yeye, na tunapotumia muziki huu tunaturudisha shukrani kwake, sifa. Lakini pia muziki ambao tunatumia katika ibada zetu zinatuelekeza kwenye toba, kwa sababu huchochea mawazo yetu kumtafakari Mungu zaidi, na hivyo tunafikiria yale ambayo tumemtenda Mungu kwa makosa na kutubia kwayo. Hata hivyo pia muziki unaondoa utengano katikati ya washiriki kama utatumika vizuri, kwa sababu pale ambapo tunaimba wote kwa pamoja kwa imani, tunadumu katika ushirikiano na upendo ndani yetu. Lakini pia imani zetu zinakuzwa kwa sababu umoja unadumu kati yetu, na hata Roho Mtakatifu anafurahia pale ambapo tunaimba kwa umoja na furaha. Bwana tubariki tunapokuwa tunatumia muziki unaotupasa kutumia katika kanisa kwenye ibada zetu kwa ustadi ambao Mungu alielekeza, na kanisa pia. Bwana kubariki. Asante sana mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha muziki, sambamba na uhusiano uliopo kati ya muziki na ibada. Kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote katika mapana ya muziki linajaribu kuzungumzia muziki kama nyenzo pekee ya kuwavuta watu wengine kuja ndani ya kanisa hili, lakini pia kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kusoma kitabu cha Yohana 12 mstari wa 32, neno la Bwana linasema, mkinisifu na kunitukuza nitawavuta watu wengine kuja kwangu. Kumbe ili tukimwimbia Mungu vizuri, tukimwimbia Mungu muziki unaostahili, basi watu wengi watavutwa na watamjua Mungu wa mbinguni. Na kanisa hili limekuwa na falsafa ya muziki ambayo inajaribu kuwaelekeza watumishi wake na washiriki wote ulimwenguni kote kuimba muziki unaoleta hisia kwa watu, na zile hisia zikiwaelekeza watu kumtukuza Mungu wa mbinguni. Na muziki huo ni muziki ambao hauna mdundo wenye kuleta hisia mbaya, hauna mdundo wenye kuwafanya watu wafanye vitu ambavyo havileti utukufu kwa Mungu, bali ni muziki ambao umepimwa, ni muziki ambao una kanuni zenye kuleta utukufu kwa Mungu wa mbinguni. Na kwa kusema hayo, mpendwa msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi hiki cha muziki. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami Boaz Jeremia Zumba, ni miongoni mwa wanafunzi wa SYL, pamoja na kameramani nyuma anaitwa Anogei Mgendi. Bye bye.